mpiga kura ndiposa participate katika kuchagua viongozi hapa nchini Kenya? Kwa kweli ukishapatiwa ile citizenship, uko na privileges and rights and privileges kama za mwananchi yote ule ambaye alizaliwa Kenya. Kwa hivyo hakuna ile discrimination kwamba wewe umepata citizenship sasa lazima utakaa miaka kama 10 ndio labda ufanye jambo lingine ambalo mwananchi mwingine anaweza pewa. Kwa sababu ikikuwa hivyo kunaweza kuwa na zile limitation pia kwamba hatutakupatia hata security, tutangoja tuoneone vile vile unajiendeleza, kama utakuwa behavior yako ndio tujue kama. So definitely automatically you accrue all the rights and privileges ambao citizens wengine wanaenjoy. Kweli. Alright, tunapoendelea kusonga mbele. Sasa mtu huyu ameshakuja Kenya, amepata uraia wa Kenya. Ni kipi kile ambacho kitangaziwa wakati serikali, ama ni kipi kile ambacho kinaweza fanya serikali kutupilia mbali uraia wa huyu ambaye alikuja akapewa uraia, amekaa kwa miaka fulani, tuseme miaka 20, kisha baadaye serikali imeona kwamba waje tutupilie uraia wake mbali? What are some of the requirements for somebody to be revoked as a citizen in Kenya? Kuna few factors ambazo zinaweza fanya mwananchi ambaye amepewa uraia by registration kuwa revoked na serikali. Na baadhi yazo ni kwamba kama wewe kama raia wakati ulikuwa unapatiana your details, wakati ulikuwa unajiregister ulipatiana details ambazo ni za uongo, na serikali imeenda ikafanya uchunguzi ikapata kwamba ulidanganya katika mahali fulani, either ulifanya fraud ama kuna vile umedanganya mahali fulani, misrepresent. So hapo serikali iko na jukumu la ku revoke hiyo citizenship. Njia ya pili ni kwamba kama wewe kama umepatiwa citizenship, ipatikane kwamba wewe unajaribu kuwa an enemy of the state ambayo imepatia citizenship. Kama sasa tuseme kuna vita na wewe unasaidia katika kupatiana information ama intelligence katika ile nchi nyingine ambayo Kenya inapigana nayo, hapo nchi ya Kenya itakunyang'anya hiyo uraia. Na pia njia nyingine ni kwamba ikibainika kwamba nafikiri kwa sasa ni hayo tu. Ndio. Na wakati mwingine nchi ikisha kunyang'anya uraia, what happens? Are you being deported back to your country or what follows? Yeah, of course, nchi kisha kunyang'anya uraia, automatically you're in that country illegally now. Haufai kuwa katika ile nchi, so watakurudisha katika nchi yako ili uweze kukaa pale ama uweze kufanya mikakati mingine labda ya kupata uraia kwa njia ambayo inafaa. And then what happens to whatever I acquired? Maybe nimekaa Kenya, mimi ni raia wa nchi nyingine, but nimepata citizenship ya Kenya. Nimeinvest in Kenya, nimejenga, nimenunua mashamba, nafanya vitu vyangu pale. What happens with my property? Hiyo imekuwa ni debate for some time kwamba umekuwa ukiishi katika nchi nyingine, lakini wakiamua kudeport normally ukiulizia hakuna hiyo nafasi ya kuambiwa sasa tunakudeport, tafuta mahali uliacha pesa yako, tafuta mahali uliacha nyumba yako. Normally vile huko hivyo ndio unabebwa unarudishwa katika nchi yako. Na normally kama uko na zile assets zote ambazo wewe kama mwananchi ambaye ulikuwa mwananchi wa hiyo nchi, it either kutakuwa na strategy between your country ambayo umerudi, labda ni nchi yako ya kuzaliwa ambapo kuna uraia, hiyo nchi inaweza kuja kuclaim, ijue vile mnaweza pata hizo vitu, na kama hiyo itawezekana basi hiyo mali itakuwa itachukuliwa na nchi kweli. Na pia kama kuna njia nyingine ambayo sikutaja ya revocation ambayo ni by birth. Kunajua kuna ile presumption ya kwamba umezaliwa by birth kama umepatikana mtoto ambaye amepatikana yako chini ya miaka 8. Kwa sababu zile ambazo nilitaja ni by registration. Hii ya by birth ambayo iko katika article 14.4 ni kwamba kama huyo mtoto ambaye alipatikana yako chini ya miaka 8, revocation inakuja pale ambapo inapatikana kwamba huyo mtoto sio mtoto chini ya miaka 8 wakati ule ambapo alikuwa anapewa citizenship.
alikuwa amehitimu miaka 9 na kuendelea. Na pia kama imebainika kwamba wazazi wa huyu mtoto wamepatikana na sio wananchi wa Kenya, basi hiyo citizenship itaweza kuwa revoked, atarudi katika ile nchi yake. Na pia kuna njia nyingine ambayo sikutaja hapo awali, ni kwamba mtoto anaweza kupata uraia kama amekuwa adopted na wazazi ambao ni raia. So automatically anakuwa raia wa hiyo nchi. So tuseme mtu ni Mkenya, ameenda Tanzania, amepata mtoto pale, ama amefanya kile ambacho kinahitajika as per the constitution ya Tanzania, amepata mtoto kutoka pale. Akimleta basi by adoption anakuwa ni citizen wa nchi. Mtoto anakuwa citizen wa nchi ya Kenya. Ndio. Na tunapoendelea, mpenzi mtazamaji, katika kipindi chetu Sheria na Jamii, kwa leo hayo ndio ambayo tumekuandalia, kuangazia sheria inasema nini kuhusiana na uraia wa nchi, haswa nchi ya Kenya. Bako tumeangazia ni kipi kile ambacho constitution ya mwaka ama katiba yetu ya mwaka 2010 inataja kuhusiana na kupata uraia wa nchi ya Kenya. Ni kipi kile ambacho kitafanyika iwapo ukataliwe uraia huu? Ukikataliwa, ni lipi lile ambalo utakuwa wewe Mkenya umefanya ili kunyang'anywa uraia wa yule ambaye amekuja hapa nchini? Na bila shaka wewe kutoka kwenda nchi nyingine, ni kipi kile ambacho kinahitajika ufanye pale? Sijui bwana Cliff, kama unalo la mwisho la kutaja kuhusiana na sheria hii ya citizenship. Mambo mengine ambayo ningependa kutaja ni kwamba huwezi ukanyang'anywa uraia kwa ajili, unajua ukikuwa katika ndoa na mwananchi wa Kenya kwa zaidi ya miaka 7, huwezi kunyang'anywa hiyo uraia kwa baada ya dissolution ya hiyo ndoa. Nimetaja hapo mbeleni vile unaweza ukanyang'anywa uraia, ambapo pia ni kwamba kama wewe umepatikana katika umefanya makosa ama you have committed a crime within 5 years za kupewa hiyo uraia, na umepatiwa kifungo cha miaka 3 na zaidi, basi wewe nchi ya Kenya ina right ya kuja kupokonya hiyo uraia. Na pia kama wewe vile mwananchi wa Kenya umekaa katika Kenya na wakati wowote ule, sio sasa chini ya miaka 5 baada ya kupewa kama vile nilivyotaja, wakati wowote ule baada ya kupewa uraia umepatikana katika makosa ama umefanya crime ambayo kifungo chake ni zaidi ya miaka 7 na zaidi, kifungo kama hicho, unafaa nchi ya Kenya iko na right ya kukunyang'anya hiyo citizenship yako. Alright. Ni hayo tu kwa sasa, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na sheria ya kupata uraia hapa nchini Kenya, na ni kipi katiba ya mwaka 2010 inataja. Hadi wakati mwingine tena, endelea kufuatilia Ndizi TV Africa. Zungumza nasi katika mitandao yetu ya kijamii kama Ndizi TV Africa, na bila shaka utakuwa unatuandikia ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Kwa hili kwa sasa, mie ni Jeff Nyakundi na nimekuwa na Advocate Cliff ambaye tumeangazia swala hili la uraia na ni kipi kile katiba inataja. Kwa hili kwa sasa.